Maana mwaka fulani hapa tuliweka mkopo, baada ya hapo tukagawana. Bwana, nyumba yangu haijaisha, ngoja nimalizie. Nilikuwa na shida ya ada za watoto, ngoja nifanye hivi. Siku ya siku naenda kukagua kikundi, wamepotea, hawapokea hata simu. Watu wa namna hiyo kwa kweli ni wahujumu uchumi kama wahujumu wengine. Kwa hiyo tukikushtaki kwa makosa ya uhujumu uchumi, sio katulilia. Hapa natangaza rasmi kabisa. Umesema nyinyi mtakwenda kufuga kuku, kafugeni kuku. Mmesema mtakwenda kufuga ng'ombe, kafugeni ng'ombe. Mmesema mtalima mboga mboga, limeni mboga mboga. Mmesema mtakuwa mnanunua mazao mnauza, fanyeni hivyo. Mtakodi matenti kwa ajili ya biashara, fanyeni hivyo. Mtanunua masufuria kwa ajili ya mamalishe na kila kitu, tuwaone kwenye mamalishe. Mnataka kufuga samaki kwa njia ya vizimba, tuwakute ziwani. Si vinginevyo, naomba nitangaze kabisa. Kwa yote atakayefanya, mtaka kwenda kununua bajaji, tuzione na sisi tuzikodi. Mtaka mafuta ya mizigo tuyaone. Tumeelewana? Bodaboda mko mmeomba, tuwaone mna bodaboda zenu, mmeondoka kwenye kuwa na bodaboda za watu mnawafanyia kazi na nyinyi mnafurahi. Na uzuri sheria imekuja, uzuri wa Mama Samia na roho yake njema. Tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu atoe umri mrefu. Asante ndugu mtangazaji. Kwa jina ninaitwa Zena Kapama. Ni afisa maendeleo ya jamii wa jiji la Mwanza, lakini namwakilisha mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mwanza. Siku ya leo tarehe 23 mwezi wa pili tumetoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Halmashauri ya jiji la Mwanza ina utaratibu wa kutoa mikopo kila robo, na mikopo hii tumetoa kwa vikundi 24 jumla ya shilingi bilioni 1 na milioni 23. Vikundi vya wanawake 9, vya vijana 9 na watu wenye ulemavu 6. Mikopo hii utaratibu wake ni kwamba kikundi kwa wanawake, kikundi kinatakiwa kiwe na watu 5 na wawe wameandaa katiba, wanaelewana, wanatambuana, wanafahamiana kwa lengo kwamba wakikopa ili waweze kurejesha kwa karibu vizuri zaidi. Na kwa watu wenye ulemavu kuanzia watu 2 na hadi 1 kwa mujibu wa sheria. Vijana watu 5, umri miaka 18 mpaka 45. Mwanzoni ilikuwa 35, lakini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunamshukuru. Watu wengi walikuwa wanalalamika, hasa wanaume, kwamba sisi tumetelekezwa, wanaishia 35 ambao watu hao hawajaanza kutafuta ndio wanapewa. Lakini kwa kuwa Mheshimiwa Rais ni msikivu, basi kwa kushirikiana na bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameweza kusogeza mbele na kuwa umri wa miaka 45. Tunawashukuru sana na wananchi wamefurahi sana sana sana. Kwa hiyo mikopo hii nitoe wito tu kwamba haina ubabaifu wowote. Kuwa na lengo moja la kutaka kupata mikopo hii ni kuanzisha tu kikundi kama zamani. Kikundi hicho kuwa mnafahamiana, wanatambuana, wanafanya shughuli, na si lazima ziwe shughuli zinazofanana. Kila mtu na shughuli yake tu inaruhusiwa. Kwa majina mimi naitwa Dawson Kusigabo, natokea kikundi cha wafugaji Rwanda, ambako tumeomba mkopo wa shilingi bilioni 110 kwa njia ya vizimba ufugaji wa samaki. Alikwenda kwenye msimamo sahihi wa mkuu wa wilaya. Ni maelekezo ambayo ni sahihi sana, kwa sababu ukihitaji kukopa lazima ujue kurejesha, na kurejesha kuna kitu kinapatikana ambapo wewe umepata, lakini kuna watu wenzako nyuma wanahitajika na wengine waweze kupata. Kwa hiyo unapokuwa umekopa na ukarejesha vizuri, kuna wengine wanafaidika pia. Lakini baada ya kufaidika, na wewe unaweza kuendelea kukopa, ukaendelea kuwa mwaminifu ndani ya serikali, lakini kwa mwaminifu kwa taasisi zingine, kwa sababu wataangalia background yako nyuma, umeanzaje kukopa, umefikia wapi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunachokijua, tumekopa sisi kama kikundi na tuweze kwa lengo na madhumuni, tuweke sehemu ambayo andiko mradi linalotuelekeza. Kwa hiyo sisi kwa sababu tunatamani kukopa na tuendelee kufika mbali, na ndio malengo na mazumuni kwamba tupate fedha zile tuziweke sehemu sahihi, tupate kile ambacho kitakuwa serikali imekusudia kwamba na sisi tufaidike kupitia serikali yetu.